Tunawakumbusha tu wazazi kwamba ndio mahari ni muhimu sana. Yaani wakati watoto wanataka kuoana, mahari ni muhimu sana. Lakini mahari isiwe sababu ya kuzuia ndoa ya hawa watoto. Kwa sababu usipokuwa na mahari wa kupokea hivyo, negotiation huwa zipo. Sio wanafanya negotiation. Unakuta mtu amepangia mahari milioni 10, lakini mwisho wa siku anakuja kutoa milioni 5, milioni 4. Ndio? Ipo. Lakini mahari kisiwe kigezo cha watoto kuwazuia watoto kuingia kwenye ndoa. Sawa. Ndoa sasa hivi zinatafutwa. Yaani kuna namna sasa hivi watu wanazitaka ndoa kwa udi na uvumba. Haya, wameshakubaliana, mwanaume ameshaamua kuja kuoa, alafu bado hamtaki kupokea mahari yake. Hamtaki kupokea mahari yake, na mnapokuwa mwanaume anapokuwa sasa ameenda ku give up, anatafuta mwanamke mwingine ambaye ataendana na mahari yake, mtoto wenu anabaki hana chochote. Anabaki na maumivu. Kwa hiyo yani mahari isiwe ni sababu ya kuwakataa watoto wasiingie kwenye ndoa. Lakini pia kuna wazazi wengine wametengeneza mahari ni kama mtaji. Salimsomesha mwanae kutoka form 1 mpaka anataka sasa apate mtaji wa biashara kupitia mahari ya mwanae. Jamani, ni kitu vipo tunaviona. Vipo. Mtu anapanga mahari milioni 10. Alafu mwanaume na milioni 4. Bora angekuwa na milioni 4. Milioni 3. Uchumi wa sasa hivi unauona kabisa jinsi ulivyo. Alafu unampangia mtu mahari milioni 10. Unamkataa asimuoe mtoto wako au ndo mahari uliokusudia? Wakati mwingine inakuwa ni sababu ya kufanya hawa watu wasioane. Ukimuuliza ngombe eti nataka nijue kama kweli ananipenda. Wewe endelea kutest hivyo kama unapendwa. Utaacha hapo tutaenda kuoa milioni 1 na maisha mengine yataendelea. Of course kuwa na mahali nyingi haimaanishi ndio kwamba mwanao amepata mahali sahihi. Hapana. Lakini kutoa mahali nyingi haimaanishi kwamba mtoto wako huko anakokwenda ndo hatopata shida. Zaidi ya sana unamuongezea shida. Kabisa. Lakini pia sisi wadada tunajua wanaotuoa wakoje. Tujitahidi sana kuwaombea, lakini kukubaliana na zile hali ambayo wanayo. Usimpoteze umpendaye kwa sababu wazazi walisema milioni 7, wewe ukawa na mwenzi wako na milioni 2, milioni 3, mkafanya ndoa yenu isifike kwenye hatima. Kabisa. Kwa hiyo mahali sio kigezo. Kuna baadhi ya watu tumewashuhudia alitaka kwenda kuoa, bahati mbaya mahali ikawa kubwa, mwisho wa siku akarudi ikaishia pale. Unakuta sasa tena bora hata wale mimi wanasema bora hata wale ambao unakuta pengine wameamua kucancel kufuata mila na desturi. Yaani nilikuja kwako nikakuta mahali ni nyingi, mwisho wa siku tukachukuana tukaenda kuishi. Sasa wale kuliko uachwe kabisa alafu huyo mwanamke azalishwe mtaani na alishawahi kuja kutolewa mahali akakataliwa. Kuna familia moja binti alimpeleka mchumba wake, wazazi wakasema mahali nyingi. Waliposema mahali nyingi, mwanaume akaenda kuoa sehemu nyingine. Ndipo hapo niliambiwa mwanaume sio watu wazuri, ana spare tire bwana. Kaenda kuoa sehemu nyingine, ameenda kuoa sehemu nyingine, huyu binti kazalishwa bila mahali. Bila yani achana na bila mahali. Sina uhakika hata aliyemzalisha kama wanaendelea pamoja. Muona side effect anayotengeneza. Na kati uwezekano wa kunegotiate na yule wa kwanza, hata kama angetoa mahali milioni 2 lakini ameolewa kwa heshima. Mahali ni shukrani. Tena ni sehemu ya shukrani. Ni shukrani tu kwamba tunawashukuru moja mbili tatu basi. Kubwa kiivo kama anavyodhani wao. Si kila familia kwamba tuna uchumi huo.